hiyo kikundi because imejulikana imekuwa dismantled. Hao polisi wote wametawanywa to go to different places. Nao wanasema wameumizwa, wataongea. Sasa hao polisi nataka niwaambie leo, imeamuriwa ndio evidence iishe, wasikuje kuongea hata siku moja. Watatafutwa wote moja moja, watauawa. Hawa wa Nairobi Sierra, wherever they are. Mkomen amesema watafutwe moja moja, wapigwe wote, wa erase evidence. So what I'm advising those police officers, muingie haraka, mutangaze, you confess what you did, useme nani alimwambia, then mukimbie kwa unit inaitwa witness protection, so that mchungwe, musiwawe. Mukiendelea kutembea na mumenyang'anywa silaha, mutaanza kuuawa moja moja. So what is happening, Reverend, in our country ni kwamba polisi ndio wanatumika na serikali kuua Wakenya. Huyu DCI Mohamed Amin kazi yake ni cover up. Hapo Mount Elgon iko mtu alikuwa anasimama kiti hapo, ameuawa. Family wamenitafuta, Rigiji, tangaza DCI is covering up wale watu ambao wameua huyu alikuwa anapigania kiti hapo Mount Elgon. So that is the problem we are having as a country, ya kwamba serikali ndio inaumiza Wakenya, na ndio tunasema tourists are not safe, investors are not safe, na hiyo ndio tatizo ambayo tuko nayo. Na mimi nauliza William Ruto, wewe rais, hata kama umeharibu uchumi, umeharibu afya, umeharibu masomo, hii maneno ya kuambia polisi waue watu wa Kenya, Gen Z uliua, wale walibaki ulisema wapigwe risasi kwa mguu. Sasa umetengeneza kikosi, ati mtu akikosana na mtu mwingine anaenda analipa polisi wanaua yeye. Sasa what kind of a country are we having as Kenya, where the police are assassins for hire? Ati mchungaji ukikosana sasa na huyu mama, huyu nimekalia kiti yake, mimi najua mwezi kosana, napeana tu mfano. Huyu mama anatafuta pesa, naenda Kikuyu, analipa polisi wanakuja wanapiga wewe. Iko Reverend wa PCA anaitwa Dumia pale Nakuru, ameuawa na hao polisi. Iko yule Rachel Wandeto, yule alipigwa acid, ameuawa na hiyo polisi. So we are having police that are killing people in the country. DCI Mohamed Amin, kazi yako ni cover up.